Kukuletea hiki kipindi si mwingine bali anaitwa Mtume Kilango, na karibu sana jioni ya leo na ili tuweze kuandamana hadi tamati. Mtume, Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Karibu sana. Nimefurahi kukuona mara tena. Licha ya kuwa last week hatukuweza kufanya hiki kipindi kwa sababu ya mambo mawili matatu. Lakini huanga nafurahia kwa sababu ukipata nafasi huaga tunakuja hapa studioni. Na ninatumai hizo wiki mbili umekuwa salama. Yeah. Na sababu wito ni kweli ambao uko ndani yako. Na wakati nimerelease nasikia nimebaki. Yeah. Wakati sijarelease nasikia kama kitu kimefungana. Sure. Ndani yangu. Nasikia kama mbingu. Yeah. Mbingu yangu imefungana mahali. Ni kweli. Wakati nimeachilia naona nasikia kabisa. Ni kweli ile deni hauna deni ile tena. Yeah. Sababu sasa mimi chombo. Yeah, very true. Cha Mwenyezi Mungu. Na ninafaa kuenenda kulingana na mapenzi yake. Ni kweli. Na mapenzi yake ni neno ifikie kila mtu. Sure. Mzima. Yeah. Na hizo wiki imekuwa nzuri. Hakika Mungu ameendelea na kutukumbuka. Ni kweli. Bua nyesha sana. Yeah. Na tunashukuru Mungu. Amina. Watu wanaendelea kulima. Wakingojea wale vile Mungu anafanya. Sure. Wow. Kwa hiyo Mungu amefanya. Sasa yetu ndio imebaki ya kulima. Ni kweli. Mungu atakuletea mvua alafu atupe. Ni kweli. Kuja achukue jembe na kulimia. Yeah. Yeah. Wewe uchukue jembe na uendelee na kulima. Yeah. Ya Mungu amefanya. Ninashukuru. Amen. Siku ya leo nilikuwa nataka tuangazie ya hii kitabu ya Revelation. Ufunuo. Huko Revelation. Very true. Ufunuo. And it is the revelation ambao Mungu alimpea mtu anaitwa Apostle John. Yeah. Unajua kwa Biblia kuna John wawili. Yeah. Watu wengi sana hawatofautishi huyu John kwa kitabu ya Revelation na John the Baptist. Yeah, sure. Hawa ni watu wawili tofauti sana. John the Baptist ni yule alikuwa amekuja mbele ya Yesu kutengeneza barabara. Yeah. Na yule alipatisa Yesu. Yeah. Alafu akakatwa kichwa na mfalme Herode. Yeah. Huyu John mwingine kwa kitabu ya Revelation ndio mtume wa mwisho kufa. Yeah. Na alikuwa anapendwa sana na Yesu Kristo. Na unajua ilitokana na nini? Ilitokana na mama yake tu. Yeah. Wakati tu alikuwa wanatembea na Yesu Kristo. Mama yake alienda kwa Yesu Kristo. Yeah. Privately. Akamwambia mimi ninakuomba mambo mawili. Niko na watoto wangu wawili. Yeah. Nataka ukiingia kwa ufalme moja akawe upande wa kuume. Yeah. Na huyo mwingine awe upande wa kulia. Sure. Katikati. Yesu Kristo alimjibu akamwambia yeye yule anajua yule atakuwa mkono wa kulia na wa kushoto ni baba yake. Yeah. Mama akaenda. Lakini kuna kitu ilifanyika. Yeah. Ya kwamba Yesu alianza kupenda huyu mtume. Yeah. Alikuwa anapendwa kushinda hata Peter. Yeah. Unajua Peter Peter alikuwa karibu sana na Yesu Kristo. Very true. Lakini Yohana ndiye alikuwa PA wa Yesu Kristo. Ndiye alikuwa anampepea naye. Yeah. Na unakumbuka hata wakati Yesu Kristo alikuwa anakufa pale msalabani. Akiwa pale msalabani aliangalia mama yake pale chini na kina Mary Magdalene. Yeah. Wakimulilia. Aliambia John chukua huyu mama yangu
uende ukakae na yeye ukamwangalie. Ukamwangalie. Ndio huyo ni mtu alikuwa karibu sana. Yeah. Karibu sana. Ndio nasema hii mambo ya Mungu sisi zote tumeokoka. Yeah. Ni kweli. Sisi zote tunaenda kanisani. Lakini uko na urafiki mwingine mtu anajitafutia kwa Mungu. Urafiki special friendship. Unajitafutia wewe mwenyewe. Kama vile unasomanga Biblia, unasikia kwamba Lazarus yule alifufuliwa na Yesu Kristo alikuwa rafiki ya Yesu. Yeah. Bali na kuwa mwanafunzi wa Yesu alikuwa rafiki. Sure. Na urafiki ikifika hiyo kiwango inakuwa sasa amkai kama mwanafunzi na mwalimu. Yeah. Unakaa kama marafiki, watu wamelewa pamoja, watu wanaweza ongea, sheng, najua nilicheka siku ingine nikasikia kwamba hii generation wale wameokoka wanaombanga na sheng. Ukisikia akiomba unaweza cheka sana. So yeye anaita Mungu Buddha. Yeah. Buddha anaongea sheng, anaomba na sheng. Na Mungu anasikia hata sheng. Imagine. Mungu ni wa ajabu. Yeah. Kwa sababu anasikianga hata sheng. Yeah. Sasa hiyo hali ya kuwa rafiki ya Kristo inainua mtu vizuri sana. Na Yohana ndio alipewa ufunuo wa mwisho. Yeah. Wengine walipata ufunuo wa Yesu Kristo. Kama Peter alipata ufunuo. Peter akapatiwa manto. Yeah. Unajua kanisa ya kwanza yule alikuwa na manto alikuwa Peter. Yeah, alikuwa Paulo. Peter. Petelo. Peter. Na ndio aliambiwa na Yesu Kristo, nimekupea nguvu na mamlaka. Kila utafunga hapa duniani imefunguliwa, imefungwa mbinguni. Na kile umefungua hapa duniani imefunguliwa hata mbinguni. Hiyo ilikuwa na uzito mwingi sana. Kwa sababu Peter alikuwa na kifunguo ya mambo ya wokovu. Ukiokoka hata kama umeombewa na fulani mpaka Peter aitwe. Kuja kuombea ujazo na Roho Mtakatifu. Na ndio uliona alitumwa kwa Cornelius. Naye huyu John alikuwa rafiki ya Yesu sana. Ndio alikuwa mtu wake wa karibu. Ukitaka kuona Yesu, ukiona John anakumbukia appointment vizuri sana. Hata nafikiria huyu mtu alienda kwa Yesu usiku. Alikuwa anaitwa Nicodemus. Ninajua lazima awe aliona John. Akamwambia mimi nataka kutembelea kijana. Lakini nakuja usiku. Na by the way, mambo ya Petelo na Paulo, wapi Petelo alikuja kupitwa na Petro, kwa sababu ukiangalia Petero ndiye alimalizia akiwa mtume ambaye alikuwa na nguvu sana, lakini walipokuwa wakianza hata hadi mingi sana Mungu alikuwa anahidia Petero, hata wakati alisema ya kwamba nitajenga kanisa juu ya mwamba. Lakini unaona baada ya Yesu Kristo kuenda na wakapokea Roho Mtakatifu, ni kama Paulo aliyofatiki Petero. Sijui Petero ni kuambia, ukisoma katika vitabu encyclopedia religious books utakuta kwamba Petero alikuwa kiongozi wa, yani ni kama mundiki ya huku kama Al-Shabaab, mundiki ya huko sasa Israeli. Wale watu walikuwa goons kwanza wakati huo. Na wokovu wa Petero ulikuwa tofauti sana na wengine. Kwa Petero alikutana na Yesu. Yesu ambaye hakuwa amebadilika. Kuna tofauti ya Yesu wa mwili na Yesu ambaye ametukuka. The glorified Jesus. And the Jesus in the body. Unajua kuna Yesu
akiwa ndani ya mwili ya mwanadamu. Yeah. Na kuko na Yesu ambaye ametukuka, yani amejawa utukufu. Okay. Wakati Yesu Kristo alimaliza, kwa sababu hiyo maneno ndio pia ninaangazia siku ya leo. Hii mambo ya ukombozi ilikuwa legal. Yeah. Ilikuwa ni mambo ya judiciary. Judiciary ni mambo ya sheria. Yeah. Mambo ya ukombozi, mambo ya kusamea wanadamu dhambi. Yeah. Ni mambo ya law, ya sheria. Ni mambo ya koti. Yeah. Ya koti. Ambapo kuko na judge, na kuko na prosecutor, na kuko na the accused and the accuser. Yeah. Na mbinguni kuna kuanga na koti. Real court. Koti ya ukweli. Na ndio Yesu Kristo azaliwe kama mwanadamu. Alizaliwa hivyo ndio awe mwanadamu. Yeah. Ndio aweze kutimiza sheria ya ukombozi. Yeah. Kwa sababu sheria ya ukombozi ilikuwa inakubalia mtu ambaye anakomboa mwingine lazima awe mwanadamu. Yeah. Na pia ilikuwa inahitajika damu. Damu. Yeah. Na pia ilikuwa inahitajika kuwa mtakatifu, utakatifu. Okay, uwe mtakatifu. Na ndio ulikuwa unaona hata zamani ile mwana kondoo ambao Mungu alikuwa anahitaji kama dhabihu, alikuwa anatakikana mwana kondoo ambaye ana mawaa. Na mwana kondoo ambaye ni wa mwili moja, yani one color. Yeah. One color. Na ambaye hajapandwa wa mwaka moja. Yeah. Ambaye hajapandwa na kondoo wengine, hajakuwa defiled. Sasa hiyo sacrifice ndio ilikuwa inatafutwa katika sheria. Okay. Sheria sheria ilianza na Mungu mwenyewe. Wakati Adam alikosa pale kwa shamba la Edeni, Mungu kuna maneno aliongea, akasema ya kwamba mkikula matunda ya hii mti katikati ya shamba la Eden, hakika utakufa. Yeah, sure. Hiyo ikawa sheria. Yeah. Ikawa sheria kabisa kabisa. Alafu akasema the wages of sin is death. Of sin is death. Yani mshahara wa dhambi ni kifo. Ikaingia sheria automatically. Sasa wakati Mungu alikuja akafikiria kukomboa huyu mwanadamu, Mungu angevunja sheria ambayo ameweka yeye mwenyewe. Angetimiza sheria. Na sheria ndio ilifanya Yesu Kristo azaliwe akiwa mwanadamu. Ndio atimize sheria. Na kuwa kwa Yesu hapa ulimwenguni, Yesu akiwa mwanadamu, hiyo munda mpaka pale msalabani, God the Son, munda wake ilishia hapo. Okay. Pale kaburini, wakati Yesu Kristo alifufuka, alifufuka kitu kingine. Okay. God the Father. Okay. Na akafufuka na utukufu mwingine na nguvu zingine. Akawa sasa sio ule Yesu ulikuwa unakaribia, unaenda kushika nguo yake ama unatembea mate. Ni kitu kingine mbaya. Mungu mwenyewe. Sasa Petro alikutana na Yesu kwa mwili. Ila walikuwa wanatembea pamoja. Mpaka saa nyingine hata anamtembea, anamwambia shetani, rudi nyuma yangu. Anamwambia hii maneno utawekwa msalabani, sitakubali. Sasa unaona Petro ni wale watu ukiwahubiria leo waambie kama wale wanasomanga Biblia wanasema wanawake wameambiwa kwa Biblia wanyamaze kanisani. Hiyo grupu ya Petro. Yaani ukimwambia nyamaza, ananyamaza forever.
Ni kana kwamba tukiwa kanisani watu wanaweza ongea kuhubiri, akihubiri na awakemee, awaambie utoke nje, sure. Kwa nini mnaongea nikihubiri? Hajawaambia wakae nje for good. It was for that time. Lakini sasa wale watu wakishika, unajua Yesu mwenyewe aliambia Petro, akamwambia hubiri injili, na usiruke boundaries za Israeli. Yesu mwenyewe alimwambia namna hiyo, kwa sababu ufalme kwanza ulikuwa ni wa Israeli. Lakini wakati walikataa Yesu Kristo, mambo ikabadilika. Na ndio hata hapa nakuja kuonyesha vile mambo ilibadilika, kwa sababu hii ulimwengu ulikuwa umepeanwa kwa shetani. Na ndio unasikia Biblia ikisema kwamba the devil is the king, is the prince of this world. Yeye ndio mfalme wa hii dunia. Alikuwa amepewa na Adam, alipewa na Adam. Wakati Adam alidanganyika, alipeana kila kitu yote na mamlaka, shetani akachukua. Sasa tofauti ya Petro na Yohana, na Paul, Petro alitembea na Yesu wa mwili. Yule Yesu Kristo alikuwa ni mwanadamu na pia ni Mungu. Lakini Paul alikutana na the resurrected Christ. Yesu Kristo ambaye amefufuka. Yesu Kristo ambaye ameinuliwa. Yesu Kristo ambaye ni Mungu mwenyewe. Walikutana na huyo Yesu. The resurrected Christ, the glorified Christ. Na ndio unaona Paul alipata ufunuo mwingi sana, kwa sababu alikutana na Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe. Na huyu Yohana ambao tunaanza kusoma juu yake kwenye kitabu ya Revelation chapter 5. Revelation chapter 5. The book of Revelation chapter 5. Tuanzie hapa mstari wa kwanza. I saw a scroll in the right hand of the one who sits on the throne. It was covered with writing on both sides, and was sealed with 7 seals. And I saw a mighty angel who announced in a loud voice, who is worthy to break the seals and open the scroll. But there was no one in heaven or on earth or in the world below who could open the scroll and look inside it. I cried bitterly because no one could be found who was worthy to open the scroll or look inside it. Then one of the elders said to me, don't cry. Look, the Lion from Judah, Judah's tribe, the great descendant of David, has won the victory, and he can break the 7 seals and open the scroll. Then I saw a lamb standing in the center of the throne, surrounded by the 4 living creatures and the elders. The lamb appeared to have been killed. It had 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God that had been sent throughout the whole earth. Sasa kitabu ya Revelation sasa ikifika hapo sasa ndio naona wahubiri wanaiona. Ni kweli. Anza kusikia ati hicho kiumbe kilikuwa na macho 7 na vichwa 7. Basi hapo hapo wahubiri anaondokeaga. Sasa hii ni ufunuo wa mtu mmoja ambaye anaitwa Yesu Kristo. Ndio naona tunaongea kama mambo ya Yesu Kristo. Paul alisema kwamba yeye hataki kuhubiri mambo mingi. Anataka kuhubiri tu mambo ya Yesu Kristo pale msalabani, na
akiwa amefufuka. Yeah, sure. Hiyo tu ndio Paulo alisema anataka kuhubiri. Sure. Kwa sababu hii mambo ingine yote ni ufufuo wa hiyo. Ufufuo wa Yesu Kristo. Yeah. I mean ufunuo. Na sio watu wengi sana wako na ufunuo wa Yesu Kristo. Yeah. Peter alikuwa na ufunuo kidogo. Sababu wakati Yesu Kristo alisimama akauliza watu wanasemanga mimi ni nani? Watu walianza guesswork. Wengine wanasemanga wewe ni mnabii, wengine wanasemanga wewe ni Elijah, wengine ni wewe ni John the Baptist. Petro akashoot. Akasema wewe ni Yesu Kristo. Yeah. Mwana wa Mungu aliye hai. Sure. Yesu Kristo akamwambia hiyo ufunuo sio ya mwili na damu. Yeah. Imetokana na Roho Mtakatifu. Na hapo ndio Yesu Kristo alisema wewe ni Petro. Akampandisha jina. Na juu ya hii jiwe nitajenga kanisa yangu. Sure. Na milango ya giza haitaweza kutingiza kanisa langu. Sasa naye hapa pamekuja mtu anaitwa Paul. Paul alikuwa muuaji. Na alikuwa anaua Wakristo. Na analipwa. Akiua anapeleka evidence na analipwa na serikali. Na nilikuambia serikali ya wakati huo ilikuwa imeshikana na wahubiri. Wahubiri hawa tunawaitanga Levitical priesthood au manini. Makuhani. Makuhani hawa wa nguo na kola. Na gauni. Priest, Levitical priesthood walikuwa wameshikana na serikali. Na wao ndio walikuwa wanalipa Paul. Na ndio walikuwa wanamtuma. Ndio walikuwa magovernors, kama ni mkubwa wa polisi. Alikuwa ni kasisi, mkubwa serikalini, ni kasisi. Na ndio naona Mungu alikataana na hiyo system ya priesthood. Yesu Kristo unajua alikuja kubomoa vitu mbili. Alibomoa mambo ya kanisa ya kale. System ya kanisa ya kale ilibomolewa. Mambo ya ukuhani ikaisha. Na pia akabomoa serikali corruption. Ile ilikuwa ndani ya hiyo serikali. Kwa sababu hiyo corruption ilikuwa inaletwa na watu wa kanisa. You can imagine wale maaskari walipewa kazi ya kulinda kaburi ya Yesu Kristo. Unajua waliombwa na nani? Na makuhani. Priests ndio waliwaonga. Kawaambia msiseme ya kwamba huyo mtu alifufuka. Mseme ni kuibiwa, aliibiwa. Ni makuhani. Na ndio naona Yesu Kristo hakupitia kwa makuhani. Hata ile manabii walitabiri mambo na hii injili ni kama mtu akizeeka sana kwa injili. Anabadilika. Anakuwa kitu kingine. Uwepo wa Mungu unamuondokea. Tuseme wale wamezeeka sana, mimi ninazeeka. Tuseme wale wamezeeka ati wameondokewa. Lakini nikiangalia Biblia unakumbuka Eli si alikuwa kuhani mkuu mzuri sana. Na Mungu alikuwa anaongea na yeye. Lakini kafika mzee akazeeka. Sasa hata kama kifanywa yeye aongei. Ni kweli. Mpaka uwepo wa Mwenyezi Mungu ukaondoka kwenye hekalu. Na ndio inaitwa Ichabod. Ichabod, yes, very true. Na ndio alizaa mtoto akaitwa Ichabod. Kwa sababu maana yake the glory has departed. Yani imebaki shell. Ile sanduku la agano ambayo ilikuanga na malaika wamechorwa pale. Wameweka wings zao namna hii. Imebaki tu shell. Sure. Lakini Mungu ameondoka. Na uliona huyo kuhani alikufa kifo mbaya sana. Na watoto wake wote na familia yake yote ikakufa. Na hata yeye akakufa. Hii mambo uzee ukiingia ni kama pia uwepo wa Mungu unaendeleana ukiondoka. Na mimi nashukuru
Sababu hao mitume wa Yesu Kristo hawakuhubiri wakati mwingi. Walihubiri muda kidogo, lakini wakafanya mambo kubwa. Hata Yesu Kristo by the way, unajua alihubiri ofisi miaka 3 peke yake. Miaka 3 Yesu Kristo alihubiri miaka 3. Sasa utaona mtu amehubiri miaka 30 sababu ameshikilia yeye ati yeye ni bado ni kuhani, yeye ni bishop, ni apostle, Dr. Apostle Bishop, honorable. Hii maneno hata inahitaji tuhubiri sana. Inahitaji tuhubiri dakika kidogo. Sasa kuna social media. Tuhubiri tu muda kidogo. Ni kweli. Na tumalize. Impact na impact ionekane. Sure. Kabla hatujafikia mambo ya kuanguka, kwanza kuona dhambi ni kama kawaida. Ndio watu wengi sana wamerudi kwa dhambi. Na sasa ndio unaona huyu Yohana wakati alikuwa kule Patmos, Island of Patmos, ndio alionyeshwa hivi na alionyeshwa mambo makali sana. Kwa sababu hata yeye alikuwa anajua Yesu sana. Hakuna mtu alikuwa anaelewa na Yesu kama John. Ni kweli. Lakini sasa aliona kitu kingine tofauti sana ya kile alikuwa anaishi nacho. Ni kweli. Ni kama vile tunakaa na wewe namna hii. Saa nyingine unabandrika. Naanza kuona miale ya mioto ikitoka ndani yako. Naanza kuogopa. Ndio ilikuwa. Sasa Yohana alionyeshwa. Akaonyeshwa mtu ameketi kwa kiti cha enzi. Na ameshika scroll ile Biblia ya kale. Ilikuwa kubwa sana. Ilikuwa inakaa kama mapu ya Afrika ile tunasoma kwa amekunja ama bana, ilikuwa kind of bana. Kama bana imekunjwa. Kitu ambayo inabebwa na watu wawili. Akaona imeandikwa nje na ndani. Na imefungwa na mihuri 7. Yaani seals ni kama kufuli, lakini sio zile kufuli za chuma. Ni zile kufuli unaonanga roll ikitoka Mombasa kwa factory. Inafungwa na kitu kingine kanakaa kama ka plastic. Lakini ni kagumu sana. Na yule ambaye ako na hiyo kufuli kifunguo ni mahali hiyo mzigo inaletwa. Ndio ako na kifunguo. Hapa jiani uweze kusimamisha hiyo roli ati ufungue hiyo mlango uangalie ni nini ndani. Mahali unapeleka hiyo mzigo ndio mwenye ako na seal. Ndio ako na mwenye hiyo seal. Na sasa ndio hii kitabu ilikuwa imefungwa na hizo vifungo 7. Halafu ndio malaika akasimama ni mbinguni. Sasa nikwambia kuna kuanga na mikutano mingine mikali mbinguni ambao sisi hatujuaji. Unaona sisi tunakuja kuangukiwa na kitu bila kuelewa ni nini kinaendelea. Ndio Biblia inasema kwamba tukae in the spirit. Ndio mambo isifanyike bila sisi kujua. Tuwe tunajua. Saa hii nisema tuko na Roho Mtakatifu. Anaweza kutufunulia kile kimesemwa mbinguni. Zamani kulikuwa kuna nyamazwa mpaka watu wanakuja kuangukiwa bila kuwa na nini. Lakini saa hii kizazi yetu tuko na bahati sana na tuko mbele sana kuliko vizazi zote za dunia. Tangu ulimwengu uumbwe hii kizazi tuko iko mbele sana kuliko vizazi zote, hata za kina Noa hata za kina Moses. Tuko mbele sana kwa sababu sisi ni kama tunaishi dunia mbili. Tuko mbinguni na bado tuko duniani kwa sababu ya Roho Mtakatifu na kwa sababu ya Yesu Kristo kuwa ndani yetu. Yaani ile madhabahu ya kale sasa iko ndani yetu. Sasa sisi tuko mbinguni na bado tuko
hapa duniani. Tunaweza kujua ni nini kinaendelea. Mungu anaweza ongea na sisi na atuambie tubadilike na tubadilike. Through his son Jesus Christ. Sasa tukuja kwa hii kitabu ya Revelation. Na mimi naitaka kwa sababu imeandikwa book of Revelation chapter 1 verse 3. Ukisoma hii kitabu unaanza kubarikiwa. Na hata wale wanasikiza wanaanza kubarikiwa. Very true. Sasa huyu ni Yohana. Ameona mambo ya ajabu. Ameona mtu ameketi kwenye kiti cha enzi. Sasa huyo alikuwa ni Mungu. God the Father. Father. Tumeongea mambo ya God the Son. Na mambo ya God the Son. There are no three gods. There is only one God. But he operates in three offices. Na hizo offices iko na wakati wake. Sasa mambo ya God the Son iliisha kitambo sana. Now we are not talking about God the Son. Hiyo ni mambo imepitwa na wakati. Na ndio nilikwambia siku nyingine nilikuwa na Muislamu mwingine kaanza kuongea mambo ya Yesu, ndio Yesu. Watu wa Kristo wanasemanga yeye ni mwana wa Mungu. Tangu lini hawa na mtoto? Nikakasirika. Nikamwambia ndugu, umeongea ukweli. Akanyamaza. Asikie hiyo ukweli ameongea na mimi nataka kurusha net. Nikamwambia umeongea ukweli kwa sababu hata mimi nimechunguza Biblia na nikachunguza Qur'an. Nikapata ya kwamba Yesu Kristo sio mwana wa Mungu. Yeye ni Mungu mwenyewe. Muislamu alikuwa imam. Aliamka ameshika chakula nikamwambia mwaga. Yeye ni Mungu, sio mwana wa Mungu. Acha kushinda ukiargue ati mambo ya mwana wa Mungu. Tulimaliza hiyo. Wakati wa hiyo kipindi ya kuzaliwa na pale msalabani kukufa kwa Yesu Kristo. Mambo ya God the Son iliishia hapo. Sasa tuko kipindi ya God the Holy Spirit. Sasa tuko kwa kipindi ya God the Holy Spirit. Na ni yeye tu alibadilika. Na hii kitu tukaletewa vizuri sana pale kaburini vile alibadilika. Tukaletewa vizuri white and black. Black and white. Sasa mambo ya kwanza ati kuwa na taswishi na kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu ama sio. Hata sasa sio mwana wa Mungu. Nimekubaliana na wewe. Sio mwana wa Mungu. Yeye ni Mungu. Lakini naye hataki kusikia hiyo. Lakini sasa the glorified Jesus is God. Is God incarnate. God incarnate. Yet anaenda akibadilika. Na sasa hapa ndio mambo ilibadilika. Mambo yote ilibadilikia hapa. Sure. Yohana ameona mtu ameketi ameshika kitabu namna hii imefungwa na mihuri 7. Akasikia sauti, nani atakaye fungua hii mihuri na afungue hii, kuvunja hii mihuri na afungue hii kitabu? Mbinguni kulinyamazwa. Na ukiona mbinguni kumenyamazwa, tension, kukawa na tension. Na unajua ule alikuwa ameshika hiyo kitabu ni God the Father. Sure. God the Father. Na hiyo kitabu ilikuwa, unajua ni nini ilikuwa imeandikwa pale ndani? Hiyo maneno yote ya sheria kutoka wakati wa Adamu mpaka wakati huu. Adamu vile walikula matunda, laana ikaingia duniani, wakafukuzwa kwa shamba la Eden. The whole mankind ikawa under curse. Sisi zote tulikuwa tumelaaniwa. Hakuna kuendelea, hakuna kuenda mbele. Sasa hiyo mambo yote destiny ilikuwa imefungwa. Destiny. Hii nyota mnasemanga mnaendea, hiyo hakuna mahali mngeendea. Yote kila kitu yote imefungwa. Na ndio Yohana aliangalia akasikia kumenyamazwa duniani.
duniani ni akina nani? Akina Abrahamu. Sure. Akina Adam wao. Sisi wao ndio dunia. Yeah. Akina Moses. Akina Daudi. Wote wamenyamaza. Yeah. Hakuna mtu anaweza kufungua. Yeah. Ile Biblia. Yeah. Kuivunja na kufungua ile kitabu. Akaangalia malaika. Wakati huo kulikuwa na malaika wanne. Hawa serafim wa kuabudu. Wanainuka juu wanasema takatifu takatifu takatifu. Walikuwa pale. In fact wamenyamaza, hata wameanguka chini. Wamekaa kama wamekufa. Wazee, kulikuwa na wazee 24 mbinguni. Sasa hao wana represent mankind. Ni wale mitume 12 na wale wazee 12 wa Israeli. Wale walichaguliwa kwa kila tribe ya Israeli. They make 24. Hiyo maana yake ni kanisa ya zamani na kanisa ya sasa. Yote iko included mbinguni. Hiyo sasa kanisa iko full. Iko full. System iko sawa na serikali iko sawa sawa. Iko sawa sawa. Ya mitume iko sawa. Sasa sisi. Na ile nyingine ya kina Abrahamu iko sawa. Iko sawa. Iko sawa. Wazee wako pale. Wazee wamenyamaza. Hata hao wazee na wengine walikuwa na crowds. Walikuwa already wamepewa crowds. Already. Na wamekalia viti za enzi. You can imagine. Ile kiwango ilikuwa wazee walikuwa already wamekalia viti za enzi. Na walikuwa kila mzee akona crown kwa kichwa yake ya kuonyeshana kwamba huyu ni kiongozi. Ni kiongozi. Ni kiongozi. Na akona mamlaka. Lakini hao wazee ulikosekana hata moja. Wakwenda kufungua ile kitabu. Na kuvunja hiyo Biblia. Malaika wako pale wanne. Walikuwa wanasema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Wote wamenyamaza. Na wameangaliana namna hii. Malaika kumekosekana hata moja anaweza kwenda avunje hiyo mihuri na afungue hiyo kitabu. Kumekosekana hata malaika. Hata kama ni wewe utakosa kuanguka namna gani? Faint. Kwa sababu sasa hiyo it is spelled doom to the mankind. Ni kuonyeshana sisi sote tumekwisha. Hakuna wokovu, hakuna ukombozi. Watu wakipoteka ni kukufa. Watu wakirogwa ni kukufa. Hakuna anything. Hakuna anything. Yaani Yohana aliona giza. Na kilio cha Yohana ni kilio chetu sisi wote. Kwa sababu saa nyingine unaangalia mambo, unaona mambo imeenda kombo pande hii, imeharibika pande hii, imeharibika pande ile nyingine, una mbele, una nyuma, unaishia na kulia. Na kulia. Alilia. Na uchungu sana mpaka akatetemeka akiwa hapa chini. Akatetemeka na uchungu sana. Kwa sababu ya yale mambo ameona. Ameona kiti cha enzi. Akaona wazee ndio hao wamekalia kiti za enzi. Malaika ndio hao. Serikali nzima ya mbinguni ndio hii. Lakini hapa kuko na kitabu. Kimefungiwa baraka zako zote. Kimefungiwa mali yako yote. Sinikwambia ya kwamba mali ilikuwa imeenda. Shetani alikuwa yeye ndio anamiliki kila kitu hapa duniani. Na ndio ulikuwa unaona hata wakati Yesu Kristo alifuata Yesu Kristo pale jangwani. Alikuwa anamwambia anampandisha juu ya paa la nyumba refu. Anamwambia ona hizi falme zote ni zangu. Na ilikuwa ni ukweli. Ni ukweli. Shetani ndio baba ya uongo. Lakini saa nyingine mambo mengine anaongea ya ukweli. Ya kweli. Alikuwa amepewa, hata Yesu Kristo tunalisema alimuita the God of this world. Na mimi nilikuwa najiuliza Shetani alipewa hii ulimwengu lini? Tangu lini Mungu alipea Shetani hii ulimwengu? Walikuwa na agreement lini?
Na ndipo nikakuja kupata ufunuo ya kwamba wakati Adam wakati alikosea, mambo iliharibikia hapo. Na unajua wakati Mungu aliumba Adam, alimpea power and authority kumiliki inchi na hata universe. Yeye alikuwa mkubwa wa dunia, wa mbingu na hata chini ya maji. Na akaambiwa a rule over all the animals, over the birds of the air, over the creation. Lakini akakuja akadanganyika. Wakati alidanganyika, title deeds ya dunia akanyang'anywa na shetani. Shetani akawa sasa yeye ndio mwenye mamlaka. Ndio kusema kitaka hata saa hii siku na watu wanaabudu shetani. Wanafikiria bado wako na mamlaka. Ati wanaenda kwa shetani, anawapea mali. Alafu mwishowe anawakula. Anawamaliza kwa sababu yeye yake ni wizi. Anakuimbia kidogo na akikuimbia sawa, hata wewe umemfanya avunje sheria za Mungu, anakumaliza. Sawa, anajua hata wewe umemfanya avunje sheria za Mungu. Na ndio naona Yesu Kristo, mbingu zilikaa chini, zikaangalia zikaona huyu jamaa amechukua kila kitu. Kila kitu ya ulimwengu amechukua. Amechukua hizi cities zote. Falme ni nini? Wakati alikuwa anaambia Yesu mwenyewe. Wewe ulisikia Yesu akikana? Yesu akikana? Ni kweli hakana. Shetani alimwambia hizi falme zote ni zangu. Kingdoms. Kama ni nchi ya Amerika na hiyo falme yote, hizo magorofa yote yake. Kenya, hii pesa yote unaiona ni yake. Kila kitu yote ni yake. Yesu Kristo hakufa pale msalabani aokoe sisi na tuoshe dhambi zetu peke yake. Pia alitunyang'anyia. Yote kilinyang'anywa Adam. Amen. Na unajua sisi tulizaliwa na roho ya Adam. The spirit that we had before we got born again was the spirit of Adam. And when Jesus Christ died, the spirit of Adam ilikufa wakati huo. Kama tuko pamoja. Kabisa. That's a very great revelation. Ya kwamba sisi zote tulizaliwa na roho ya Adamu. Na roho ya Adamu ilikuwa imebeba curses, imebeba sicknesses, imebeba laana, imebeba poverty, imebeba uchafu yote. Kwa sababu Mungu alikosana na Adamu kabisa. Sindanganywe, walikosana kabisa. Na hata akafukuzwa na kukawekwa malaika pale in the Garden of Eden. Aba akona jora, yani akona sword inazungushwa usiku na mchana. Huyo Adam akijaribu kurudi hapo anakatakatwa into pieces. Hiyo ni mtu mmekosana kabisa. Na Adam akaenda kivyake na Mungu akaenda kivyake. Ndio waliama na shetani akakuja huko duniani. Shetani si akajifanya mkubwa yao. Yeye akawa ndio mkubwa yao wa kuwachorea. Utafanya hivi, utafanya hivi. Na ndio hii mambo ya secular ilitokea hapo. So Kaini wakati walizaliwa na ndugu yake Abel, walikuwa na nia ya kurudi kwa ile shamba la Eden. Na ukisoma vizuri sana utaona ufunuo. Kaini aliulia ndugu yake wapi? Field. Kwa shamba. Hivyo unajua walikaa chini wakasema si tunataka kufurahisha Mungu. Tuone kama Mungu anaweza kuturudisha kwa shamba la Eden. Wakaanza kutoa dhabihu. Abel akamtolea kondoo. Kaini
akatoa mahindi. Yeah. Sasa alimuulia hapo kwa hiyo madhabahu karibu walikuwa wameanza kurudi Eden. Unajua Mungu ananguzwa na kitu kinaitwa sacrifice. Yeah. Sana. Sacrifice inanguza Mungu. Na ndio nilisema ya kwamba unaona wakati wa Pentecost fire fell on human beings. Yeah. Kwa nini? Zamani moto ulikuwa unaangukia sacrifice. Ng'ombe, kondoo, unalamba. Yeah. Lakini at the day of Pentecost moto iliangukia vichwa za wanadamu. Yeah. Kuonyeshana kwamba sacrifice imekubalika. Imebadilika. Kutoka kwa wanyama ikakuja kwa mwanadamu. We are the living sacrifice. Our bodies are the living sacrifice of the living God. Yeah. Na tukiweka miili yetu kama living sacrifice, the fire of the Holy Spirit itaangukia sisi. Haitaangukia mchanga ama kondoo ama ile imechinjwa. Kulikuwa na transition ya paradigm shift ya kutoka pande ile ya zamani na pande hii. Na hii paradigm shift ndio unaiona hapa kitabu cha Revelation. Ukakosa mtu Jona akaanguka. Mzee mmoja 24 akateremka. Akaenda akashika Yohana mkono. Akamuita brother. Yeah. Brother. Akamwambia don't cry. Don't cry. Yeah. Injili ya Yesu Kristo ni don't cry. It's very true. Don't cry. Hata saa ingine unaona tukilia. Kulia sio solution. The gospel of Jesus Christ is don't cry. Don't weep. Hata kama mambo imekuzunguka namna gani, hata kama shida imekuzomba namna gani, don't cry. Don't cry. And I'll tell you the reason. Because John represented the human race. The cry of John was our cry. This zote was the cry of humanity. Kwa sababu ya kuona darkness. Yeah. All the world iko kwa kingdom of darkness. Yeah. Kila kitu yote ni colors. Mzee akamwambia amuka. Yeah. Na usilie. Usilie. Yeah. Angalia. Si anaona the throne. Yeah. Anaona the throne. Na anaona malaika. Na anaona mbingu. Akaambiwa umepatikana mtu. Yeah. Umepatikana mtu. Jesus Christ of the lion of the tribe of Judah has overcome. Yaani Biblia ukisoma katika Revelation inasemanga kutoka hapo kulisikika masauti mingi yani inasikika ni kama ya maji mingi ya bahari inasema asifiwe asifiwe haleluya haleluya. Yani inanguruma kama mngurumo wa simba. Yeah. Sasa mzee wakati alitaja simba hiyo mngurumo ikatokea. Yeah. Ameshinda. Ameshinda. Jesus Christ has prevailed. Yeah. He has prevailed upon the devil. He has prevailed upon the kingdom of darkness. Ameshinda. Yani hiyo mngurumo ni kama sauti ya maji mingi. Yani ni mngurumo wa simba. Yohana alifungua macho. Yeah. Aone simba. Hakuona simba. That is a great revelation. Ya kwamba Yesu Kristo hakushinda by force. Yeah. Alishinda just because of the sacrifice. Amen. Sababu wakati alikufa pale msalabani alienda mbinguni katika madhabahu ya mbinguni akiwa amebeba damu yake. Yeah. Na akafanya matambiko pale
katika madhabahu ya mbinguni, na akawa the high priest forever. Na hizi zote tukawa mapriest. Hapo ndio alishindia shetani. Na ndio naona Yohana kwanza aliona kondoo. Aliona kondoo. Lakini mzee hapa alimwambia umepatikana mtu ambaye anaweza kuvunja hiyo mihuri 7 na afungue hiyo kitabu. Na huyo mtu ni Yesu Kristo wa simba wa ukoo wa Juda. Na unajua ukisikia ukoo wa Juda, unajua kwamba inamaanisha kingship. Ni mambo ya mfalme. Mambo ya ufalme. Na simba wa Juda ni Yesu Kristo ambaye ametoka kwa ukoo wa King David. Daudi. Kwa ni simba wa Juda. Lakini Yohana hakuona simba. Aliona mwana kondoo akiwa amesimama na amekaa kama amechinjwa akiwa amesimama. Kiona kondoo ikiwa imesimama na miguu nne na iko slaughtered, maana yake ni kwamba iko slaughtered lakini haijakufa. Unaona? Imechinjwa lakini haijakufa. Kwa sababu kama ingekuwa imekufa ingekuwa imelala. Lakini imesimama. Na hata wa leo Yesu Kristo alienda mbinguni na hizo vilema na damu. Na hata wa leo anakaa mbinguni akiwa amesimama. Na ndio uliona hata wakati wa Stefano, wakati Stefano walimpiga mawe, aliona mbingu zimefunguka. Akaona Yesu Kristo akiwa amesimama kwenye kiti cha enzi mbinguni. Na kuanzia hapo Yesu Kristo akatoka akaanza kutafutana na Saul. Ndio alikuwa mastermind kifo ya Stefano. Akaanza kutafutana na yeye mpaka wakakutana. End of collision. Mpaka Paul akaokoka. Kwa hivyo hapa ndio mambo ilipandikia. Kama sasa Yesu Kristo sasa unaona Mungu ameketi kwa kiti cha enzi. Yohana akaona mwanakondoo. Mwanakondoo. Hapo karibu na hiyo kiti cha enzi. Akachukua ile kitabu na akavunja hiyo mihuri 7 na akakalia ile kiti. Ile mwanakondoo alikaa kama amechinjwa, amesimama. Akachukua hiyo kitabu akavunja hiyo mihuri 7 na akakalia ile kiti cha enzi. Na hapo sasa ndio mungurumo wa simba ulisikika ya kwamba ameshinda. Na sasa hapo ndio Mungu alipeana ufalme kwa mtoto yake Yesu Kristo. Na kila kitu chote kilikuwa kimefungwa hapa, kwa sababu vitu zote zilikuwa zimefungwa. Ndio unaonanga watu wengine mtu anajaribu kufanya kazi afanikiwi. Anajaribu hata kupata pesa afanikiwi. Mashida ndio inaingia. Anajaribu kupata mshahara, unasikia mtu amekufa kwenu. Hayuko kwa chama ya mazishi. Sasa wewe ndio utanunua sanduku na utangharibia mazishi. Hata zile hema za watu wa kijiji hakuwagi kwa hiyo chama. Kwa hivyo ni lazima akomboe. Sasa wewe ndio utagharamia, wewe ndio ukojoa. Najaribu kupata pesa, unasikia mama yako amegongwa na punda. Amegongwa teke na punda. Anatakiwa ambulance impeleke hospitali. Pesa yote umepata imeenda. Kwa sababu uko na kitu kimefungwa. Destiny za watu zilikuwa zimefungiwa kwa hii kitabu. Na hii kitabu ilikuwa ya judgment. Judgment yetu already ilikuwa imefanywa. Tulikuwa tunangojea kinyonga. Na sasa Mungu alikuwa amekaa na hiyo. Sasa unajua sasa huyu ni God the Father. Na sasa huyu ni Mungu ambao sasa ni judge. Tunasikia wakati wa mwisho kabisa Mungu atakuja kama judge.
ambao kila mtu ataapia kwenye judgment seat. Sasa tuko hapo. Tuko hapo sasa. Kila mtu ataapia kwenye judgment seat. Sasa wakati huo pia mambo itakuwa imebadilika. Sio mambo ya neema ati Mungu anakupenda. Akisema nyuma yangu Bwana Yesu, hapo ni silence in court. Hapo ni kotini. Unaingia umenyenyekea, simu zote zimewekwa off, ni kusomewa judgment. Sasa hii ndio ilikuwa kitabu ya judgment. Na judgment yetu ilikuwa already imeandikwa. Ilikuwa imebaki tu kusomewa judgment. Somewa judgment. Na ndio Yona alilia na akaanguka chini. Kwa sababu alijua ile judgment iko kwa hiyo kitabu. Sisi zote tumenyongwa. Sisi zote tumekwisha. Ndio alianguka chini na akalia. Lakini sasa huyu mwana kondoo ambao ni simba. Sasa kile kilikuwa kinatafutwa ni mtu ambaye ako na qualifications. Za kuwa redeemer wa human race. Na yule ambaye alikuwa redeemer, hizo qualifications ambao nilikuambia, kitu ya kwanza lazima awe mwanadamu. Kitu ya pili ni lazima awe mtakatifu, holy and spotless, ana mawa hata kidogo. Na kitu ya tatu lazima hawe amwage damu, yani akufe. Nani anataka kukufa katika hii dunia? Ukisema mtu tunataka mtu anataka kukufa leo, kama kifo ingekuwa ni polluted kwa siku utakosa hata mtu mmoja. Ati usikie sasa kesho hatuna candidates wa kukufa, tunataka watu wajiandikishe. Na kuambia uko na masiku hautapata mtu hata mmoja. Ni kweli, watu watapotea. Watu wanakufanga kwa sababu wanakutangwa bila hiari. Bila hiari. Hakuna mtu angependa kukufa. Hata hao malaika. Hata hao wazee. Hakuna mtu alitamani kukufa. Lakini sasa Yesu Kristo, kwa sababu ya upendo wake mkuu, alikuwa amependa ulimwengu. Mpaka hata ametamani hiyo kifo. Anasema ninataka hiyo kifo. Na ndio Paulo, kwa sababu Paulo wakati alikutana na Yesu Kristo, huyo Yesu Kristo aliingia ndani ya Paulo. Na Paulo akaanza kufanya kazi ya Yesu Kristo. Na ndio alisema kuishi ni gain. Kuishi ni Yesu Kristo. Kukufa ni baraka. Kufa ni baraka, kuishi ni Yesu Kristo. Kwa sababu sasa yule anamuongoza, yule ako ndani yake, yule Yesu Kristo. Amen. Sasa Yesu Kristo amekomboa ulimwengu. Pale Kalvari ilikuwa ni koti. Hii mambo ya Jesus the Son. The Son. Nimekwambia mimi sihubiri mambo ya Jesus the Son. Imepitwa na wakati. Ndio niliambia yule Muislamu. Huyo Yesu tunaongelea juu yake. Hata mimi nimekubaliana na wewe. Sio mwana wa Mungu. Ni Mungu mwenyewe. I knew, I had a revelation. Ya kwamba tumetoka kipindi ya Jesus the Son. Na kipindi ya Jesus the Son ni kutoka kuzaliwa kwake mpaka kifo yake. Wakati alifufuka tuliingia kipindi kingine ya Jesus the Father and the Holy Spirit. Na sasa hapo ndio alipewa mamlaka. Na ile mali yote ilikuwa chini ya shetani. Yesu Kristo akapewa hivi na Mungu katika hii vision ya Yohana. Wakati alivunja hiyo mihuri akaangalia akaona title deed iko na nani ya dunia, ilikuwa na nani? Shetani. Leta ikapewa Yesu. Akaangalia ile mali shetani alikuwa anamwambia hizi falme zote ni zangu. Zimeandikwa hapa iko na huyu jamaa. Leta ikapewa Yesu. Dunia siwe inasemekana wewe ndio mfalme. Ikapewa Yesu. Yesu Kristo akawa ndio mfalme
mfalme wa ulimwengu. Na ndio mnasikianga Yesu Kristo anapea two titles. Both the high priest and king. King of kings. Yaani hii wafalme wote, hata akina Trump, wote hata hao wakina Russia na wakina Iraq, wote hata wale hawajaokoka, wote Jesus is their king. Amen. King of kings. Na hapo ndio alipewa hiyo mamlaka, akapewa hizi vitu zote, na akapewa our inheritance. We could inherit property and curses and diseases, all those nonsense. But now things changed. Yesu Kristo akapewa kila kitu. Na ndio unasikianga Biblia ikisema kwamba when we are born again, we are given the right to become children of God. You know, there is a big difference between being given a right and being given power. Right ni kumaanisha kwamba sasa wewe you are a son, you are not a servant. Wewe sio mtu wa dunia, wewe ni son. Uko na rights za kuinherit, kama ni shamba, kama ni mali, wewe uko na legal rights. Na ile ilikuwa inatafutwa hapa ni legal rights. Ndio nilikuambia hii mambo ya Mungu yote ni ya sheria. Ni kweli. Na Yesu Kristo ndio alimaliza sheria. Na akapata hiyo legal right ya kuwa mwana wa Mungu. Na sisi wale tumemkubali, tukahesabiwa tumekufa na tumefuka pamoja na yeye. Tukahesabiwa pia wana wa Mungu. Ni kweli. Pia tukapewa legal right ya kumiliki chochote ambacho ni cha Mungu wetu. Na ndio Biblia inasema kwamba hizi vitu zote tunaona ni za Mungu. Dhahabu na fedha, it belongs to our God. Hizi ng'ombe, mbuzi, hata za mwituni, they belong to our God. Now, wakati huo zilikuwa shetani amenyakua. Sasa Yesu Kristo alirudishiwa hizo zote. Na sasa sisi wale ambao tumekubali tuko na right ya kuzitisha na tupewa. Sasa we are sons. Na ndio uliona mwana mpotevu wakati alikula mali yake na raha akamaliza, alirudi kwa baba yake. Wakati alirudi kwa baba yake, he was accorded everything that belongs to a son. Baba hakuhesabu ati ile mali akajaribu kule nje. Ndio naona wakati tumeokoka, Mungu atuhesabii ile vitu tuliharibu tukiwa kule. Zile pesa zangu nilikunywa pombe, Mungu ahesabu. Wewe pesa yako ulikunywa pombe, wewe pesa yako ulikula na malaya. When I became born again, I am accorded everything that belongs to our Father. It also belongs to the Son. Niko na right ya kuinherit, na ni legal right. Na shetani anajua, na ako na file, anajua tuko na legal right ya kuinherit mali. Mimi sihitaji kujiunga na devil worship ama Illuminati ndio nipate mali. Ninahitaji kuambia Mungu nataka unipe mali. Na Mungu anipe. Shetani hana legal right ya kukupea anything. Na akikudanganya amekupea, ujue ni udanganyifu. Hata hii watu wanajifanya ati ni wa Illuminati, sijui ni wa Freemason, ati shetani amewapea mali. Hiyo ni uongo. Hiyo ni uongo. Mali yote it belongs to our God through Jesus Christ. Na yeye ndio anapeana. Na anapea wale anapenda. Kwa hivyo issue ya ati hii mali ati nimepewa na shetani is not there. Haiko mahali popote. Ni udanganyifu wa shetani. Na ndio ninasema mahali hapa ya kwamba you only need to know this revelation. Na ukijua, nilisema siku ingine ya kwamba
Shetani anachisanga na mind za watu. Anajua the legal right. Anajua faili ilifungwa. Na tukarudishiwa kila kitu yote ambayo ilikuwa mikononi mwake. Yote ikarudishwa. Na hakuna kitu aliwachiwa. Ati unaweza enda kumuitisha. Hata Hana alinyang'anywa kila kitu yote. Ikapewa Yesu Kristo. Na ndipo Yohana aliona ya kwamba Yesu Kristo akiwa anakaa kama kondoo imechinjwa. That was a sacrifice. Na ndio ilikuwa inahitajika. Na ni pale Calvary. Pale Yesu Kristo alichinjwa. Damu yake ikamwagika. Sasa ni hapo sasa tuko. Hapo sasa ndio mamlaka ilipeanwa. Kisu ikapeanwa. Constitution ikapeanwa, kama vile unaonanga tukifanya elections. Tunafanya mkutano inafanywa Uhuru Park. Yule president alikuwa anakuja na kisu. Anapea yule ambaye amechaguliwa. Anampea hata constitution. Unaona askari yule alikuwa nyuma. Niliona wakati wa Ruto alikuwa anapewa President Ruto wakati alikuwa anapewa kisu na Uhuru. Nilishangaa sana. Niliona ule askari alikuwa anasimama nyuma ya President Uhuru wakati alipea Ruto kisu. Huyo askari alikimbia akaenda akasimama nyuma ya Ruto. Sasa maneno ile ili happen hapa kwa kitabu ya Revelation chapter 5. Sasa ndio na kuambia ufalme ukabadilika. Na hata worship ikabadilika. Hapo mbeleni worship ilikuwa ni kuchinja mbuzi, kumwaga damu ya kondoo, mambo ya mafuta, mwaga na sarakazi za manguo na makola. Worship ilibadilika hapo. Wale wazee wakati uongozi ulibadilishanwa. Yesu Kristo akakalia kiti na akapewa ile kitabu, akavunja ile mihuri. Worship ikabadilika. Wale wazee wote wakaanguka chini. Wale malaika wote wakaanguka chini. Wakaanza kuabudu. Haleluya. Asifiwe. Mfalme Yesu Kristo, Simba wa Juda. Worship ikabadilika na kila kitu ikabadilika. Ndio kitabu ya Hebrews kinasema kwamba when the law changes, worship also changes. When the law changes, worship also changes. Kila kitu yote ikabadilika. Sasa kuabudu ikawa sasa ni kuanguka chini na kumuita Mungu na kuinua jina la Mungu. Kuabudu sasa hakuna kungojea ati uambiwe chukua hii nini, omba ukishika hii kitu, ati chukua hii rosary, chukua hii maji, chukua hii mchanga. Worship ilibadilika. Sasa kila mtu ako na uhuru wa kuanguka mbele ya Mwenyezi Mungu na kumuita Mungu. Kila mtu ako na uhuru wa kuinua mikono na kusema mtakatifu, mtakatifu ni wewe ulishinda. Yesu Kristo ambao ulishinda. Mambo ikabadilika. Sasa watu wetu wanataka kubadilika. Mambo ilibadilika. Wakati Mungu alichukua nimekuambia wakati wa Jesus Mungu alikuwa amekalia kiti. Na hiyo ndio wakati sasa hiyo mahesabu ya Adam kutoka wakati wa Adam mpaka wakati huo, hizo laana zote za Adam, hiyo mambo yote, mwanamke utakuwa unapata kwa jasho, utakuwa mwanamke anazaa uchungu. Hizo laana zote unajua zimekuwa sheria ya kwamba mshahara ya dhambi ni kifo. Sasa hiyo yote akakunja hiyo akadelete. Soma kitabu cha Colossians chapter 2 verse 15. Colossians chapter 2 verse 15 inasema kwamba he deleted
the written ordinances that were against us. Amen, amen. Wakati huo alipata hiyo kitabu, akavunja hiyo mihuri, akafungua hiyo kitabu, ilikuwa ni faili. Imeandikwa hizo vitu zote, hizo laana zote, hizo hakuna kuendelea, mimi mmelaaniwa kwenu, hakuna mtu atapata bibi, hakuna mtu atakaa na familia, hakuna mtu atakuwa na kazi kubwa, hakuna. Hizo vitu zote zimeandikwa. Shetani alikuwa ameandika kila kitu yote. Na sisi tulikuwa tunakuja ulimwenguni tuenende na hiyo mwongozo. Kwa hiyo kitu ambao kimepitishwa. Kitu kimepitishwa. Hata ukifanya nini, utakufa tu. Ile ugonjwa uliua babu yako ndio utakuwa. Ule ugonjwa uliua shushu ndio utakuwa. Kwa sababu ni kitu imeandikwa na ilipitishwa. Kama alikufa na umaskini, wewe pia, kwa sababu ni wa kutoka hiyo damu, wewe pia utakufa na umaskini. Kama wewe babu yako alikuwa mtu ambaye hata hawezi kuchaguliwa MP ama MCA ama kiti ya chief, wewe utakufa tu ikiwa job sina. Kwa sababu hizo ni vitu generational curses ambazo zilikuwa zimeandikwa kwa ile kitabu. Lakini wakati Yesu Kristo alikuja hiyo mihuri 7, akafungua hiyo kitabu, alianza kudelete hizo laana, akadelete, akasema no witchcraft, no sicknesses, no, and those things happened at Calvary. Wakati alimwaga damu na akabeba hiyo damu yake, akaenda naye mbinguni, akatoa dhabihu na damu yake, hiyo yote ikawa legal, ikawa kitabu, faili imefungwa. Na Yesu Kristo ametamalaki na amepewa mali yote ya Mungu, imerudishiwa Yesu Kristo, imenyang'anywa shetani. Shetani alinyang'anywa kila kitu. He has nothing. Mimi siwezi kumuomba, ni kweli, siwezi hata kumuitisha anything, kwa sababu he doesn't have. Hana, niko na hiyo knowledge. Lakini kuna watu bado wanafikiria kwamba shetani anaweza wasaidia. Ni kweli. Hawezi. Hata anahitaji usaidizi. Ni kweli. Anahitaji usaidizi. Mtu ambaye ndio unaona mtu anaenda kwa mganga, huyo mganga nyumba yake ni ya nyasi. Ni kweli. Hata unashangaa. Huyo mganga hata hana nguo, amejifunika shuka. Shuka ndio nguo yake. Hata shati hana. Watoto wake wako hapo hawajasoma, hawako kazi, wako hapo tu wanangojea wewe unyang'anywe wapate chakula hiyo siku. Na unaenda hapo na gari yako unasimamisha pale, mjinga. Unatoa viatu, unaingia kwa nyumba ya matope, na umetoka kwa nyumba ya ghorofa. Unaenda unakuta carpet ni ngozi, ni ngozi ya ile mbuzi yako. Hiyo mbuzi yako ndio amekula. Yeye ni kunona, ni kunona tu na kutoa matiti. Hata kama ni mwanaume, amenona mpaka ametoa matiti. Ndio ya kukula kuku, na kuitisha kuku nyeusi, anakuitisha mbuzi nyeusi. Sasa yeye ni mtu mrefu, ndio walitangwa mdomoge. Mdomoge. Yaani yeye afanyi kazi na aendangi mahali, anangojea sasa utajireta. Kweli. Akuje kuongea wapi? Hapa. Ndio huyo mtu ana kitu, anakuaidia ngorofa, anakuaidia mashamba, anakuaidia gari. Yeye hata baiskeli hana. Yeye ni maskini, na hata ukiangalia hiyo environment ya kwake, ni maskini tu. Maskini tu. Hapo huyo mtu unampea roho yako, unanyenyekea kwake, anakupea maagizo, anakunyang'anya. Shetani kama hana kitu, hana chochote, ni kweli, ni nini atakupea? Mimi nilifanya hiyo maajabu wakati niliokoka. Nikwambia niliokoka nikiwa na miaka 30. Na nilikuwa ninaenda kukunywa chang'aa pale. Nikakuta crusade hapo nje kwangu. Nikasema, nikasikia wakiongea Kiingereza, Kiswahili, tafsiri vizuri sana. Nikasema hai, wacha nisikize. Nasikia hiyo flow ya Kiingereza.
huyo mhubiri anaongea Kiingereza mzuri. Nikasema ile lugha ya watu wanatumiana ya kunaswa. Wacha nikae mbali. Wasininase. Nikakaa kwa mahali kwa kamlima. Mbele kabisa. Kuko na speakers. Unajua hii. Mwingine anatafsiri. Wakati aliita altar call, nisikia mimi ndio naongelelewa yake. Na akasema, nakumbuka huyo mhubiri alinihubiri. Na mimi nilikuwa mkali sana. Nilikuwa mpinga Kristo mpasa. Sababu nilikuwa ninajua challenge. Nilikuwa challenger. Sana. Nilikuwa na challenge wahubiri mpaka wananilaani. Wanaenda sawa. Lakini siku hiyo nilinasa vizuri sana. Au mhubiri aliita altar call. Akasema umekuwa ukijiongoza hiyo miaka yote tangu uzaliwa. Ukijiongoza na akili yako wewe mwenyewe. Ukiwa una msaidizi na hujaenda mahali hujajisaidia. Huyo shetani kama angekuwa rafiki angekuwa amekusaidia. Ni kweli. Au ungekuwa na shida ile uko nayo. Ona ni kama ni kweli. Nikaona ni kweli. Na sasa surrender your life unto Jesus. Akuongoze kuanzia leo. Nasema tutasarenda hiyo mikono tukafunga macho. Amen. Sasa nikianza safari ya kwenda pale altar call. Roho nyingine kanijia. Kaniambia hawa jamaa unawajua. Kaona ni kweli siwajui. Pia wanaanza kuwekelea mikono uwe. Amepokea roho mbaya. Amepokea roho mbaya huyo mwenda wazimu. Sasa chuko zile uokoke kesho kwa pastor unajua. Na pastor wako. Pastor fulani unamjua ndani yako na mwingine. Ikawa kuna roho inanizungumzia ni kama inaongea ukweli. Kweli kwa sababu huyo mwinjilisti alikuwa ametoka Tanzania. Lakini nilikuwa nimeamua. Nikasema hapana. Hata nikikufa nitakufa nikiwa nimeokoka. Na nikasema kwa sababu sina uhakika inaweza kuwa hii roho inaongea. Inaweza kuwa inaongea ukweli. Niende niwekelewe mikono nikufia hapo. Na kwa sababu nimeamua kile nitafanya nitaanza kutubu. Ni kweli. Nikiwa ninaenda pale mbele. Kabla nifike pale niwe nimemaliza kutubu. Ndio wakiniwekelea mikono in case nikufe na Yesu niende mbinguni. Kama ile werevu nilikuwa nayo. Kwa ujua kalulu. Na nikaanza kutubu. Nikiwa ninaenda. Nikiwa nimeinua mikono. Nikatubu. Nikaenda pale. Jamaa sasa nikasarenda sasa waniwekelea mikono nikufe. Ama nini lakini nimetubu naenda mbinguni. Sio niwekelea mikono sikukufa. Nikatoa sigara nikawapewa wakachoma. Na nikaokoka. Amen. Na kutoka wakati huo maisha yangu ikabadilika. Amen. Mimi nilikuwa naendesha mkokoteni hapa Jamhuri Market. Hata wale wananitaka matendo. Nilipookoka na kuambia nilikuwa na kesi nilikuwa nimepeleka wajamaa wengine walikuwa wa ile Okano. Akina Kajomba wale. Na ule mwingine alikuwa mweusi alikuwa anaitwa wale walikuwa Wakano. Walikuwa na ofisi pale Majengo. Walikuja na mashini, wameshika mashine za kuibiwa. Sasa wakanipea kibarua na mkokoteni nimebeba hizo mashini wapelekee pale kwa ofisi ya Kano. Si nikawapelekea. Na mimi pia nilikuwa mlevi. Kati niwapelekea wakaniambia ni sawa sasa enda. Niwaambia na pesa iko wapi? Wakaniambia kwanza wewe ni mlevi hata tunafaa kukushika. Si walikuwa wabaya. Youth for Kano. Ile ilikuwa ya Moi. Ya Moi. Walikuwa naitwa akina Kajomba watu wengi wanawajua hapo. Sasa nikawatusi. Wakanichapa, wakanipiga, wakanyorosha. Nikawaambia na nyinyi utanijua. Nikaenda polisi. Nikaenda kwa daktari nikachukua pilipili. Nikaonga daktari ya shilingi 50. Kaniandikia nimeumizwa sana. Nikaenda polisi. Nikaweka kesi. Nikasema hao
akanipa. Sasa kesho yake kumbe ndio nitaenda kuokoka. Wakati niliokoka, Mungu akanizungumzia. Aniambia kwa sababu wewe nimekusamea dhambi mingi sana zile unayofanya. Na wewe usamee hawa akina Kajomba. Mimi nakuambia ndio nisiwe na akili nyingine. Nilichukua hiyo P3 na hiyo OB nikachukua namna hii nikiwa nimepiga magoti. Nikasema nimekubali, nimewasamea. Nikarua zote. Nikasema nimewasamea. Nikawasamea. Na wokovu wangu ukaanza hapo. Nikakaa wiki moja. Nikaambia Mungu, hii kazi sio ya mtu labda. Haina utukufu. Sio nipandishie kazi. Sababu mimi ni mtoto wako. Unajua hiyo kuomba tu namna hiyo, nilikutana na Ndisho. Ndisho alikuwa MP. Wa Thika. Hapa unaona hapa kwa police station, hapa kwa Alikapati. Alikuwa amepaki Mercedes yake hapo, ilikuwa KYL ya blue. Na kulikuwa na bodyguard, alikuwa anaitwa Moha. Nilienda nikapaki ukoteni yangu hapo karibu na hiyo Mercedes. Yule Moha akakuja akanishika shingo. Nataka kuninyonga. Kaambiwa na Ndisho wacha. Wacha kuja. Nikaenda. Kaongea na Ndisho. Alikuwa ameanzisha gazeti. Ilikuwa inaitwa Thika Times. Kwa hivyo Thika Times ni kitabu hivyo? Ni kitambo. Ndisho akanipea 100 na akaniambia kesho kuja kwa ofisi yangu nikuajiri. Mimi nikafua nguo na unajua nguo za mtu wa mkokoteni na kufua na sabuni. Bado sitakuwa na uchafu bado. Lakini zinaonekana zimefuliwa kabisa. Nizamu ni vile uchafu haijatoka kabisa. Uchafu haiwezi toka kabisa. Inaonekana na nikasika shati. Nikatafuta katai. Nikapewa kazi. Nikaanza kama mtu wa kufanyia ofisi. Na mimi najua nilikuwa mrefu sana kwa shule. Nilikuwa mwandishi wa habari hata kwa shule. Nikaanza kuandika. Naona amepublish story yangu. Story yangu moja kwanza niliandika na ikawa vizuri sana. Nikaona nimepata full page. Imeandikwa reporter Francis Kilako. Nikaendelea. Mwishowe nikaenda KBC. Kaenda kuuliza kazi KBC. Nikaajiriwa. Sasa nikawachana na gazeti. Nikawa mtu wa KBC. Katoka KBC nikapochiwa na Citizen. Nikawa sasa mimi niajiriwa na Citizen. Sasa mimi hata trainings mingi nimeenda ukiwa kazini. Na hata kusoma kwingi nimesoma nikiwa kazini. Wow. Na sasa wewe unaweza sema huyu ni mtu alikuwa wa mkokoteni ama alikuwa anafuta sigara ama chana. Kwa hivyo Ndisho alikuwa Destiny Connector. Ni Destiny Connector hata wa leo. Hata wa leo is my friend. Hata tunahubiri na yeye. Amen. Na hata ukisikia akihubiri utafikiria kwamba ameniibia. Ni kweli. Now we preach the same doctrine. The same revelation. Na kuanzia hapo maisha yangu ikabadilika. Na ndio ninakuambia ya kwamba hii injili inahitaji ujue tu revelation. Very true. Ufunuo kama huo nimefunua leo. Mtu akiushika vizuri sana iwewe kwa roho yake na afanye vile Mungu anamwambia, itampeleka mbali. Sure. Na mambo mengine itakustua. Last Sunday I was preaching about the returning back to Pentecost ama to the upper room. Na watu wengi sana
sema kwamba nirudie hiyo sermon. Yeah. Na nitakuja kuirudia hapa. Very true. Siku nyingine. Returning back to upper room. Yeah. Sababu kwa nini wahubiri wengi sana wanaenda wakiwa wamebeba mafuta, wamebeba chupa ya maji, wanauzia watu maji, chumvi na hizo vitu. Ni kwa sababu hawajapitia hapa room Pentecost. Ambao mtu anakuwa equipped. Akitoka pale ako ignited with the power of the Holy Spirit. Sure. Sasa hahitaji hizo vitu mingi. Hahitaji mawe, hahitaji maji, hahitaji mafuta, hahitaji mchanga. Sure. Anahitaji tu kitu kimoja. Ignition ya Holy Spirit. Naye hapa ukishajua hii revelation ambayo iko kwa kitabu cha Revelation chapter 5. Hapa ambapo Yesu Kristo alipewa kila kitu yote ikawa chini ya miguu yake. Na pia akatupea tukawa tunaweza kuinherit kila mali yote imeumbwa na Mungu. Ukisha kuwa na hiyo hauhitaji hii mambo mingi ya kusomewa ati unajua kutoka Nazareti kwenda Jerusalem kilomita fulani. Hiyo haikusaidia. Ile kitu inakusaidia ni ujue ya kwamba Yesu Kristo alinyang'anya shetani mamlaka. Title deed. Leo unahitaji kuwa na title deed yako. Iliandikwa jina lako. Yes. Na kama unafaa kupiga magoti na uambie Mungu the title deed tulikuwa tumenyang'anywa. Lakini sasa Yesu Kristo alichukua title deed. Na Yesu Kristo hana haja na title deed. Ni zetu. I need a title deed. Niwe na shamba yangu na title deed imeandikwa jina yangu. Sio mambo ya atikuka ama ati baba yangu yangu imeandikwa jina yangu. Kwa sababu one of the things ile Yesu Kristo alinyang'anya shetani title deed. Hii dunia yote ni ya Mungu wetu. Sure. Na yeye ndio mwenye akona mother title. Hata kosa kukatia portion na kaandikwe jina yako. Na hiyo hakuna kitu unahitaji kupeana kwa sababu Yesu Kristo alilipa. Mtu asikuuzie mafuta ama maji ati ndio upate miujiza. It was paid. Na hata kama ni pastor wako anakuambia ati nunua hii maji, muambie lete maji uende ukaitishe upatie invoice Yesu Kristo. Kwa sababu pale msalabani Yesu Kristo alilipa na damu yake. Hiyo sacrifice ililipa kila kitu. Na ukiwa hakuna sadaka ama tuko na sadaka unaweza enda kanisani na tubariki. Yes. Very true. Wow, asante sana. By the way, umekuwa timely sana by the way, na naona ni saa 3:07. Exactly. Na naona kuna watu wengi sana ambao wanaendelea kututazamia, na sasa nataka niweze kusalimia wale wote ambao ambao wanatufuatilia sana kwa wingi. Leo nimeona watu wameweza kututazama sana. Mungu awabariki sana. Pande yako wacha tuweze kutazama wale watu ambao wanasema ya kwamba wanatufuatilia. Wacha tuweze kuangalia wale watu ambao wanasema ya kwamba wanatufuatilia. Ninajua ya kwamba tutabarikiwa. Tutabarikiwa. Pale kwa page pale ya WhatsApp acha ziweze kufunguka. Hivi ni mingi sana. Ningetaka unaweza tabua wale watu ambao wako pande yako wakati na mimi ninapojiandaa kufuatilia wale watu wako kwa pande yangu. Naona kwamba kuna mtu anaitwa Mwalimu fanya kazi na Drip Cash Tanzania. Naona County Commissioner wa Kiambu. Wow. Tanzania. Tabos.
Tanzania, yule wa Kongo. Yule wa Kongo, mwimbaji yule msanii. Yes. Na kuko na huyu intern. KUJ. Ni Kenya. Union of Journalists. Yeah. Judy. Tanzania. Yeah. Kuna cooperative. Commissioner wa cooperative. Mkubwa sana. Yeah. Tanzania. John. John. Ule mfupi. Yeah. Sana. Yeah. Wakaju. Oh, ana Tanzania. Bob Polo ni makanika mkubwa sana. Pale town ya Thika. Ana Tanzania. Naona Thika breaking news TV. Ina Tanzania. Amen. They know kutoka pale Koimo. Ana Tanzania. Yeah. Johnny Mahaba wa kutoka Kongo. Ana Tanzania. Joseph kutoka kule kunaitwa Kisiki. Kule Yata. Yeah. Kisiki inakuwa Yata Kisiki. Korea ambayo ni wa presidential escort. Presidential Economic Transformation Team. Mkubwa sana inaitwa Korea. Siku tulikuwa na yeye kule Lamu. Anasema ana Tanzania. Sasa yeye ananiangalia. Bwana kubariki sana Bwana Korea. Amen. Watu hapa ni wengi sana. Bishop Mwangi, Apostle Rhodes, wote wana Tanzania. Kuna huyu mtu anatengeneza banners stika. Yeah. Ana Tanzania. Naona watu wengi. Amen. Wengi kabisa. Wengi. Amen. Amen. Wow. Asante sana watazamaji wetu kwa sababu ya kuweza kutufuatilia. Pia pande yangu ninaona kuna watu kibao ambao wanaendelea kusema ya kwamba wanatutazama, na ningetaka niweze kuwatabua haraka na Mungu atatubariki watazamaji wetu. Naona mtu ambaye anaitwa Mso. Mungu akubariki sana Mso kwa sababu ya kuweza kufuatilia programu ya siku ya leo. Mungu akubariki sana. Wow, asante sana. Mungu awabariki. Mungu awabariki sana watazamaji wetu. Pia ninaona mtu ambaye anaitwa nani huyu? Mtu ambaye anaitwa Florence Penny. Anasema anatutazama. Ni secretary wangu. Pale Thika TV. Pia ni mtangazaji. Amen. Pia ninaona mtu ambaye anaitwa Helen Lawrence. Ni referee. Na alikuwa Helen Lawrence alikuwa Canaan TV alafu akapotea. Arudi. Ni referee. Hata tulikuwa tumeenda kwa kanisani kule Gatonyo, lakini sasa alipotea. Nirudi hapa tuko Kanaani. Tunafika Kanaani. Kama hujafika Kanaani. Basi unajua level ni yule mtu anapoteanga na ananyamaza. Ninaona anasema praise God Bella in Apostle. Amen. Level Helen uhaga tunakumii sana Canaan TV. Alikuwa mtu wa nguvu sana. Lakini hakuniambia kwa nini alipotea. Naona mtu ambaye anaitwa Samuel Jogu K anasema awe Sam. Francis Koigi anasema anatutazama. Wow, asante sana. BSD Dones anasema asante baba. Michael Ajiki anasema tell them warudi kwa Mungu. Asante sana. Michael Ajiki. Ni alo. Ni secretary wangu. Mimi ndio chairman wa diaspora. Wow. Amen. Naona asante sana Reverend Helen, asante sana na umeambiwa sasa urudi. Unasikia Apostle amekwambia urudi Canaan. Canaan sasa tunaendelea vizuri. Mungu akubariki sana. Naona Milka Chege anasema anatutazama, ninaona anaweka tiki hapo. Asante sana Milka Chege. Naona Kennedy Wamangu anasema kwamba anatutazama. Mungu akubariki sana Kennedy Wamangu. Ninaona umetuma ujumbe kwa wingi sana. Pia ninaona mtu mwingine hapa
ambaye anaitwa wow, Stella, Mungu akubariki sana. Stella, Mungu akubariki kwa sababu ya kututazama. Ninaona mtu ambaye anaitwa Milka Chege, pia yeye anasema ya kwamba anatutazama na anabarikiwa sana sana sana. Mungu akubariki sana. Paulo Blessed, pia wewe ninakuona unasema ya kwamba unatutazama na unabarikiwa. Naona Stacy Nimo, pia yeye anasema ya kwamba anatutazama na anabarikiwa sana sana sana. Asante sana Stacy Nimo kwa sababu ya kuweza kufuatilia program ya siku ya leo. Wow, asante sana. Ninaona ameweza kushare sana program huku ninaona ameweza kushare kabisa. Mungu akubariki sana 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 sana. Na watu wengi wanashare sana. Sana hata kuna rafiki yangu anaangaga pale yeah, aliniambia anaishare kama kitu kingine. Yeah, very true. Anashare kwa marafiki zake. Yeah. Waweze kusikiza hii. Amina. Na Bwana akubariki sana. Amen. Wow, asante sana. Asante. Na by the way, kwanza tushukuru watazamaji wetu. Sahi unajua kuinuka kule ambako tunainuka. Yes. Licha ya kuwa Mungu ndiye anaongoza, pia mashabiki wangu wanachangia sana kupitia kuhimizwa na Mungu. Sababu sahi ukiangalia tuko 72,000 followers. Unaona? Na sasa tunaendelea sana kwa sababu juzi tu tulikuwa sijui 50,000. Kwa hivyo unaona ni watu ambao wana hata hiyo kushare wameweza kushare sana. Na hata ukiangalia programu yetu ambayo tumekuwa tukifanya ni programu ambayo inasonga sana. Yes. Kwa hivyo watu ya sana sana. Very true. Very true. By the way imeinuka sana na tunashukuru Mungu. Hata ukiona likes. Na viewers. Very true. Very true. Very true. Ni kweli, by the way. Ni kweli. Ni kwa neema tu ya Mungu. Tumeendelea sana. Ni kweli. Sisi tuko Canaan. Na unajua sasa watu wakifika Canaan hakuna kung'ang'ana tena, ni kumiliki. Unajua aliambiwa wakati walifika Kanaani, waliambiwa sasa kila mtu ajiandae na ili aweze kumiliki. Yes. Kwa hivyo baada ya kufika ni kumiliki. Very true. Sasa wewe ingia ndani ya Canaan. Ni kweli. Tuweze kumiliki sasa. Very true. Na sasa ni mji unajua inaitwa mji wa asali na maziwa. Yes. Kila kitu. Asante sana watazamaji wetu, tumeshukuru sana. Pengine uko hapo naona Pastor Salom Monica anasema Salom niko poa nashukuru. Wacha nione Reverend Helen anasema niko poa nashukuru, niko kwa ajia. Asante sana. Anasema ako kwa ajia. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Na tunakupenda sana by the way. Unajua Helen ni yule mtu ambaye anakuanga na roho mzuri sana. Nakuanga na roho mzuri sana. Na wakati huo nilimwacha akijenga kanisa. Sasa najua kanisa imesimama. Kwa hivyo unaweza kuja Pastor Reverend Helen, na pia naona Pastor Salom Monica. Pastor Salom Monica naye tulikuwa na crusade ile tulikuwa tumefanya juzi pale Kabati kanisa yako, na alikuja hapo. Pia ninaona Pastor Bella. Amen. Wow, asante sana. Ninaona akisema ya kwamba anatutazamia, na Samuel Jogu pia yeye ninaona akisema ya kwamba anatutazamia. Wow, ninaona tumeendelea vizuri sana, na mimi sina la ziada ila tu niseme ya kwamba mbarikiwe sana. Ningetaka usalimie watu wawili watatu ukiwa unapeana nambari yako ya simu, na yule mtu ambaye anaweza hitaji kukufikia akufikie kupitia hiyo nambari ya simu. Yes. Wacha nisalimie bibi yangu, siwahi kusalimia kana nisalimie bibi yangu Josephine. Na mahali ni Queen Esther Mukami akiwa pale Tipot. Kenyatta University of Technology and Agriculture. Nisalimie Peace Mungu. Akiwa pale Kabati. Na hata nisalimie John Zomo. Na wale wote ambao wabili pamoja. Sio ndicho. Ambao wamitanga bishop wangu. Msalimie mahali popote aliko.
Na niwaambia kwamba Kana ndio kwenye ahadi. Sure. Sasa tuko ndani ya Kana. Hata jina lenyewe ni prophetic. Very true. It's a prophetic. Chochote ambacho tunaongea ni kweli. Na nimejua ya kwamba tutaenda mbali. Na tumeenda mbali. Sawa. Na tunashukuru Mungu ambaye tumefika. Na bali yako ya simu irudie tena. 0724 6 724 6826 Amen. Na unajua by the way nimekuja kurealize kitu moja, mtumishi wa Mungu. Kila mahali niendako watu wengi sijui ama kila mtu tukikutana yeye ananiambia naonanga ile simu mnafanyanga mkiwa na apostle, naonanga mpaka unashangaa watu wengi. Hakuna madhabahu mzuri kushinda hii. Ni kweli. Mimi hata Mombasa, nikienda Mombasa, nikienda Busia, nikienda Narok, nikienda Meru, nikienda Machakos, tunakunanga Kanani. Tunakufollow. Sio ile watu tunaonanga. By the unajua hata watu wengi mimi wao wananiambia sijai waona hata wakicomment. In fact hata wale watu wao wana comment I think ni kama 5%. Juu mimi naitaka kila hata watu wapitia ama watukaji naonanga na apostle karibu ni waulize. Hata mwingine nilimuuliza na kwa nini au commentingi, akaniambia mimi nataka kuwa silent followers. Hata mwingine aliniambia ati sio ama yeye alikuwa amekupea nyumba kitabu ama ni wewe ulikuwa umpea, ati mlianza bali sana. Exactly. Pasa Mutie. Alikuwa ananiambia hivyo. Tulipatana na yeye akiwa tuna bicycle, akaniambia na mimi pia nataka kukuja Canaan. Apostle Clan nikamuuliza kwa nini unajua Apostle Clan? Akaniambia alikuwa amenipea nyumba kwake na sasa ni mchungaji. Unaona? Anakumbuka. Hata nilienda kuja na nikaangalia nikaona sina shughuli na hao watu wazao. Kuna mtu anajua. Msichana mmoja hapo amevaa uniform ya mimi nakufollow Canaan TV. Amen. Sijawahi kumuona. Nikamwambia bwana sana. Amen. Nikaogopa. Ndio. Kwa hivyo hii program inafuatwa na watu wengi sana. Yes. Na inaenda ikiongeza watu. Kila wiki watu wanaongezeka. Amen. Asante sana watazamaji. Na Bwana awabariki. Amen. Hao watu wote ambao wanasikia. This is the sound doctrine of Jesus. Very true. Wale wanasikiza hii chief already wamefanya. Na hata kama wewe ni mgonjwa already Mungu atakuponya. Amen. Kwa sababu hii maneno tunaongea ni hiyo ya uponyaji, hiyo ya kurejeshewa, hii ya kutolewa pande ile, kutolewa pande. Na niwaambie kimalizia. Kama hiyo ufalme sio wakati ulikuwa mikononi mwa Shetani. Saa hii uko mikononi mwa Yesu Kristo. Yesu Kristo ni wa huruma. Sio kama Shetani. Sababu alikuwa akiamua wewe unakufa. Yesu Kristo ni mwenye huruma, ni mwenye neema. Ukimulilia anakuneemesha. Ni kweli. Ukimuita anaitika. Ni kweli. Sio kama Shetani anajitika aitiki. Anarespond. Inapenda Mungu. Nao Yesu Kristo anarespond hata immediately. Very true. Unaona tukiombea watu. Mtu alikuwa mgonjwa hata aongei. Ni kweli. Unaona anaanza kuruka. Immediately. Kuonyeshana kwamba huyo Mungu ni Mungu ambaye anajibu papo hapo. Unaona watu wengine wameanza kukasifu Yesu. Mtu mwingine ameweka crusade mahali panaitwa sijui Ngararia sijui wapi. Ngararia. Imagine mtu ako na microphone na ako na vyombo. Anaanza kusema kwa Yesu ati hakuna kitu, uongo mtu. Na unahubiri. Kama ingekuwa ni yule Mungu wa zamani ungenyongwa na hiyo microphone. Lakini
Wewe bahati yako kwa sababu Yesu ni wa huruma. Ama kuwe statue kama yule mke wa Loti. Uwe mawe ya nini? Achumbi. Yaani wewe unatusi Yesu Kristo na unaenda kwa bibi yako anakupikia chakula. Mvua ambayo imenyeshwa na huyo Yesu na unakula na unaamka asubuhi. Yesu hapo ana neema mingi. Yesu tu anainua vidonda anaambia Mungu atabadilika. Atabadilika. Wacha na kumbuka kazi ya msalaba niliyofanya. Lakini hata Saul alikuwa mbaya kuliko wewe. Ni kweli. Na alibadilika. Sasa watu ndio wanabadilika na wanaanza injili sana hata vita. Kwa hivyo unajua wale wapitia nguvu wao wanabadilishwa cha nguvu, kwa sababu ukiangalia Paulo aligogeshwa chini na akapelekwa na kwa siku 3 akapelekwa fasting ya cha lazima, hakuweza kukula ama kukunywa na akafanywa kipofu. Alafu akatupwa kwa mshirika kwa Barnabas kwa Barnabas alikuwa anaogopa namna hii. Anaambia Yesu huyu mtu amenipendelea kwa nia ya kumwambia hapana, angalia mikono. Wow, asante sana watazamaji wetu. Tuseme tumeshukuru sana. Langu jina ni Bero wa Jomo. Mimi sina la ziada. Niseme tu Mungu awabariki na tena awatende mema. By the way, ningetaka kuwaachia kibao cha Apostle. Unajua nimekuwa nikicheza wimbo wako sana na kuna mtu aliniuliza kwani Apostle ni mwimbaji? Apostle ni mwimbaji. Ni mwimbaji. Nimetoa nyimbo kali. Kama hii inasema kwamba wako ni wako. Na unajua that was prophetic. Ya kwamba mwaka huu ni wangu. Hata yule mwanadada alikuwa hapa studioni. Nimesikia akicheza huo wimbo. Na pia mimi mwaka huu unajua nataka kuchukua huo ujumbe. Ukwe ni my prophetic message that this is my year. Mwaka ni wako adhimu. Ni musinde na kuna mahali nilisikia huo wimbo ukisema make a noise. Sio hapo ilikuwa inamaanisha aje? Hata wachawi watoe nguo zote. Okay. Waniroge wakiwa uchi. Wa mnyama. Wanafanya kazi ya bure. Mimi ni Muisraeli. Ile tribe mbaya. Unasikianga watu wale wabaya wale kuna wajamaa wanajiita kunja. Ni babu destroy. Babu destroy na majembe. Wanasema mimi ni noma, mimi ni mbaya, ile pofu. Sasa mimi ni wa ile tribe of Judah. Na hiyo ni tribe ambaye hairogwi na ionyeshwe kidole. Amen. Very true. Hiyo ya Yesu Kristo yule ambaye anawaka moto alionekana na Yohana akaanguka chini. Wao walishindwa. Huyu ni yule mtu tulikuwa tunatembea na yeye. Macho inakaa kama jua. Alitoa moshi. Huyo sasa ndio ako ndani yangu. Kwa hivyo mambo mingi sana nilikuwa ninatetemeshwa ati na wachawi nikisikia kule nje usiku. Ninafikiria ni mchana. Saa hii mimi nalala mpaka asubuhi. Wewe fanya kazi yako lakini ujue ya kwamba hakuna kitu unafanya. Amen. Asante sana. Naona mtu ambaye anaitwa Ruth Mutuku anasema watching from Baraka Technical College. Asante sana. Helen Lawrence anasema sure leo show iko chonjo. Hata wakati wa Yesu kulikuwa na wapiga Kristo. Asante sana. Amen. Ninaona Helen Lawrence anasema mpatia wimbo. By the way sijui ni mwimbaji. Sasa kabisa. Sasa kama hujui Apostle ni mwimbaji, wacha nikuache na haya maneno niseme ya kwamba uwe na usiku mwanana na Mungu akujalie. Tupatane na wewe hapa siku ya kesho. Kumbuka kwamba kila siku ya Friday na Tuesday mida ya saa 9:30 unapatananga na yeye Bishop Macharia all the way from Gong. Na kabla hayo kuna vipindi vingine ambazo huanga zinakukujia kabla ya hizo kipindi. Na pia kesho saa 7 mpaka saa 8 utakuwa na Bishop Manasseh Simiyu kutoka kule Makongeni phase 10. Ndiye atakuwa hapa kesho lunch hour. So Mungu akubariki sana na neema iwatoshe. Na uambie pia wa subscribe. Na by the Amen. Very true. Hiyo wimbo. Kibia pale kwa YouTube Apostle Kelango usubscribe, na pia kwa YouTube ya Canaan TV Kenya, na pia kwa YouTube yangu Bera wa Jomo, zote utupe subscribers. God bless you. Wacha nikuachie kibao ambacho ni moto sana mwakoni wako alimo. God bless you. Shalom.
kusiocha Inengo mwatwa beniwe Easiano kusiocha Mali mwatwa beniwe Easiano kusiocha Na miaka mwatwa beniwe Easiano kusiocha Easiano kusiocha Yehova ni mwenetei Mukristo eka kutelema na kuona tawi musele Mwako yu mwani waku ama idha mena kopi Ona moni mekuwadhima ngulo Mayenda na mate kwenda Nilasimama kuwadhime Nigedi wa mone mugo Nilasimama kuwadhime Nigedi wa mekaleza yu Nilasimama kuwadhime Nilasimama kuwadhime Nilasimama kuwadhime No lasima Amaidha batuwadhime Aho yona mumiengua Ona mwitane kule Mukechebu kwa utuku Mwizubie mwithu wangunu Mwithauka muisiraeli Baila itona guacha Uyikana kiumo Kinyisa kukwata Yakobo Mwikale mwinuika Wakani wako wadhimwa Wanasase kuwadhimwa Mwitu asase kuwadhimwa Satani ni musinde Ao ili asinde Kila chonde mwata veniwe Yehova nukusiocha Satani ni mukengani Siocha pio Etabika siombe Ila wamelilie Malamu ni waendie Aka umani Israeli Kangolini kaleile Kamwiye mbozi wakwa Ulaikembe waku Kiwangani ukilitie Kilanga iwadhimite Mai utonya kuma Ona Satani mwene ndatona Wakani wako wadhimwa Wanasase kuwadhimwa Mwitu asase kuwadhimwa Satani ni musinde Ao ili asinde Kila chonde mwata veniwe Yehova nukusiocha Ona miaka ilayo Ndena nangie Nginywa changa Na kalubu Yehova easia Nuku nziokezia Asante baba Hallelujah Amaidha onde Ondu meta na vule Maikuoa Ona wimu nini Nilasima mwako Meta neoingi Makuooke Maudhasie Na maikuadhima Yes Ondu we yogo kwasia Tengue, shindwe Shindwe Sana mwendwa Yehova Eoketa Ago siokezia Mali yako yonde Ona miaka elaja iweni ngili Yonde nuku siokezia Kwa ikenu Ona kiva Kekwa Yehova ni watei Ozani akina Nondo ara Yehova pamoja naku Asante Yesu Asante sana Adi mwendwa Adi mwangulo
Studio. Gai